Huyo Gen Z anaitwa Rich Odinaka. Mida hii asubuhi alikuwa anajiandaa kuingia kazini huko anaongea na mpenzi wake kwa simu. Kwenye maongezi yao alikuwa anakasifia tu kwa kasichana ambako inaonekana walikutana kanisani. Yaani siku zote huaga napata muujiza pale kanisani, lakini tangu siku nimekuona ulikuwa ni muujiza mkubwa sana kwangu. Yaani ulikuwa ni muujiza ambao kwenye mkutano wote ule wa injili haupatikani. Kwanza umejazika kama mlima Kitonga yani. Mpaka akiwa kwenye gari lake bado alikuwa anaongea na huyo mwanamke. Yaani anamjaza sifa tu. Na kwa inavyoonekana bado hajaonja kwa anayeongea naye. Niambie lini unakuja nyumbani? Mimi sitaki kuishia kula kwa macho tu. Kama vipi ibuka basi hata leo usiku. Mimi sijajua alichojibiwa ila wakamaliza mazungumzo yao kama hivyo. Mchizi akaikata simu pale. Lakini huyo jamaa hajatulia kabisa. Hapo kaona nyama imekatiza barabarani, akabaki anaishangaa pale na akasahau kabisa kama yupo barabarani anaendesha. Ile nyashi ni ya asili kabisa, Yule nina uhakika hajaenda China wala Uturuki. Original material. Wakati anaendelea kugawa maxi kwa mke wa mtu anakuja kushtuka kuangalia mbele. Ajali ikatokea pale. Kafa au kabaki kama ndugu majeruhi. Kama amekufa huyu jamaa ataenda kujibu nini huko mbinguni? Kafa kisa nyashi. Kumbe alinusurika bana, wala kufa kabisa kwenye ile ajali. Huyu mdogo wake ambaye anaitwa Ifeoma ndiye alikuwa anabaki anamkanda pale kwenye majeraha yake aliyopata ajali huko. Lakini pia hapa yupo na huyu mchizi wake ambaye anaitwa Ugo. Huyu ni rafiki yake kinoma yani. Akiwa bado anakandwa vidonda pale, mara simu yake ikaita. Kucheki ni pasta ndiye anaipiga. Sister akamsaidia kupokea pale. Hello Pastor, hali yako mtumishi? Pastor anasema nimepata ndoto kuhusu maisha yako. Kuna mapinduzi makubwa sana yanakuja kwenye maisha yako. Tena mapinduzi yenyewe mabaya, si mazuri hata kidogo. Na hapa naona moja kati ya hayo mapinduzi tayari limetokea. Mapinduzi? Mapinduzi gani hayo tena mtumishi? Nimeona umeanguka kwenye jengo refu sana na ukapata majeraha mabaya kwenye mwili wako. Ugu akasema Pastor, kwa sehemu upo sahihi. Ila kwa huku ni kwamba kapata ajali mbaya barabarani. Pastor akawaambia hiyo ajali ni mwanzo tu wa hayo mapinduzi. Kuna mapinduzi mengine mabaya yanakuja zaidi ya hayo. Na akasema pia atakuja hapo nyumbani kumjulia hali na kumjulisha zaidi kuhusu hayo mapinduzi. Baada ya muda kweli mtumishi akafika kwa kondoo wake pale. Akamkaribisha mtumishi vizuri pale, salamu za kidini zikatembea. Pastor akaanza kutoa nabii wake pale, akamwambia ndoto niliyoipata nimekuona wewe umeanguka kwenye jengo refu sana na ukaumia vibaya kwenye mwili wako. Mbele yako kulikuwa na wanawake 4, wote wameshika silaha kunyoshea wewe. Huku ukiwa unawaomba wakusamehe kwa makosa uliyowafanyia. Wakati unawaomba, mwili wako ulikuwa unavuja damu kwa majeraha ambayo umeyapata. 3 kati ya wale wanawake walikusamehe kiroho safi kabisa, wakaamua kuondoka. Lakini huyo mmoja hakukusamehe. Badala yake alimruhusu mbwa kukung'ata kwenye majeraha yako. Hii ndoto imekuja wazi wazi Odinaka. Unatakiwa kwenda kuomba msamaha kwa wanawake wote wale ambao uliwakosea mwanzo na wale wote ambao uliwafanyia mabaya. Mioyo yao inavuja damu. Hakikisha umekwenda kuitibu mioyo yao kwa kupata misamaha yao. Mimi ni mjumbe tu na ni lazima uombe msamaha wa kusamehe. Kama ukufanya hivyo, basi unabii utatimia. Ina maana mwisho wako umekaribia sana, na hiyo ajali ilikuwa ni kama funguo tu katika hayo mapinduzi. Rich Odinaka sasa ana kazi ya kufanya, kwenda kuomba msamaha kwa maiksi zake wote ambao waliwahi kuwakosea. Sidhani kama itakuwa rahisi kama hivyo. Ile siku ikapita. Leo Ugo amekuja kumtembelea tena nyumbani, akamkuta kuna kitu anaandika pale. Akamuuliza unafanya nini? Akasema anaandika namba za hao ambao wanataka mimi nife. Najaribu kuzitafuta niwapigie mmoja baada ya mwingine. Ili uombe msamaha au sio? Msamaha? Hivi unajua walionifanyia mimi mpaka kuacha wewe? Na watafuta tu kukamilisha unabii. Lakini sio kwamba nahitaji msamaha wao hivyo. Wewe una shida gani Odinaka? Hujasikia Pastor alosema ni lazima upate msamaha yao ya kweli na ni lazima umaanishe kweli kuomba msamaha. Jiangalie sasa hivi. Ushaambiwa ni mwanzo tu. Unahisi anayokuja atakuwaje? Huo ni majeraha yako hayo. Wakabishana sana pale. Ila mtizi anadai hao max ndo walimkosea mwanzo na si yeye. Baada ya muda kidogo kweli wakakaa chini, akaanza kupiga simu pale. Akampigia demu mmoja anaitwa Chinelo. Akauliza sorry, naongea na Chinelo? Akajibiwa ndio mimi. Chinelo ni mimi. Ni mimi Odinaka. Odinaka yupi? Rich Odinaka. Akamwambia ndio mimi Rich Odinaka. Odinaka wewe ni mshenzi sana. Utaenda kufa kifo kibaya wewe. Wewe subiri na uone. Tena Chinelo, hauna mamlaka yeyote yale kunitabiria mimi kifo. Yote hayo unayosema nairudisha kwako. Ni wewe utakufa vibaya. Kuwa mpole mzee, kuwa mpole. Niache na wewe. Ni wewe utakufa. Mjinga nini? Nilifanya kibaya kipi kwani? Unajua ni kwa nini nimekupigia au unaanza tu kutoa lawama hapa? Mshenzi wewe. Na utakufa mwenyewe. Akaikata simu pale. Huko akamwambia mkuu serious wewe. Odinaka tunaongelea maisha yako hapa. Tunaongelea maisha yangu sawa, lakini kwa huyu mjinga anataka nife. Eti nitakufa vibaya, atakufa yeye. Akatupa na lile daftari lilokuwa kaandika namba za hao wanawake.
Huyu jamaa kweli ataweza kuwaomba msamaha hao wanawake, na ni mjeuri so kidogo. Mida ya usiku tunamuona yupo na mshikaji wake, kuna sehemu anampeleka. Kuna mwanamke kashaongea naye na inabidi wakutane ili waongee macho kwa macho. Kaambiwa msamaha kwenye simu haufai, ni lazima akutane nao uso kwa uso ili aweze kupata msamaha wa kweli, msamaha unaotoka ndani ya moyo yani. Walipanga pa kukutana vizuri, akawa anakunywa kinywaji huko anamsubiri. Akasubiri sana pale. Ghafla aliyekuwa anamsubiri akaja akaongozana na njemba moja imejaza kinoma. Aliamua kukimbia pale. Sister hajajua kama mtu kashamkimbia zamani sana, akabaki pale kuendelea kusubiri. Huku nje akamuuliza, vipi mzee? Una mtu anakukimbiza au vipi? Yule mwanamke kaniletea bounce, hawezi amini. Subiri. Kwa hiyo ndio maana umekimbia? Ungekuwa wewe ungesubiri. Mtu ondoke hapa bana. Mtu unamuita kwa amani, muongee vizuri, anakuitia bouncer. Huko bi mkubwa anasubiri sana, sijue mtu kashamkimbia zamani kinoma. Siku inayofuatia alimwalika mwanamke mwingine nyumbani, ambaye pia aliwahi kuwa ex wake. Anaitwa Ezine. Akamwambia, sikutarajia kama ungekubali wito wangu. Ezine akakaa chini pale. Mchizi naye akaketi chini pia akamwambia, anayotaka kusema ni kwamba anataka kuomba sana msamaha kwa aliyoyakosea kipindi cha nyuma. Ezine akamwambia, nilishangaa sana kuona simu yako baada ya kukimbia miaka 5 iliyopita. Leo umekumbuka nini? Najua nilikuacha bila taarifa, na si kwamba nilifurahi sana, hapana, ila ninajua nilikosea na ninataka niweke amani kati yetu ili tuishi kwa amani. Naomba unisamehe sana kwa niliyokukosea. Naomba tuanze maisha mapya ya amani tele. Odinaka, unakufa au vipi? Hayo yametoka wapi kwani? Unajua watu ambao wamekaribia kufa ndio huaga wanaomba msamaha kwa wale wote waliowakosea. Wewe nini kimekusibu? Akamwambia, hapana, sifi wala nini, ila ninataka tu niweke amani kati yetu na wale wote ambao nimewakosea. Nishakuwa mtu mzima tayari, ninataka nianze maisha yangu upya. Ezine akasema, ulivyoondoka niliteseka sana, ila nilimpata Mungu na kila siku ninataka kuwa bora zaidi ya jana. Good. Unajua hata mimi Mungu ndo kaniongoza kuomba msamaha, na Mungu ndiye kaniongoza kuanza maisha mapya. So, ninajaribu tu kuwa mwema. Ni kweli kila kitu kilishapita na nyuma yamepita yote. Hivyo nimekusamehe kiroho safi kabisa. Baada ya kusameheana pale, Ezine akauliza kama kuna chakula nyumbani, maana ana njaa kinoma. Mchizi akasema hakuna chochote kile. Ezine akamwambia, basi nenda kapike, walau nile chakula chako ndio niondoke. Kupika tena, akaingia kwanza ndani akaishusha pumzi ya moto kinoma. Msamaha wa kwanza huo umetiki. Baadaye akaja kumsimulia Hugo kila kitu. Kashapata msamaha wa kwanza, ila ile mali imenyoka kinoma, sikudanganyi mwanangu. Sijui kwa nini nilimwacha. Kuwa makini bro. Kumbuka unatakiwa kupata misamaha ya kweli na sio kurudisha mapenzi ya mwanzo. Sawa mzee? Leo akamtokea Chinelo, yule mwanamke aliyempigia mwanzo na kumwambia atakufa vibaya. Mama akashuka kwenye gari akamuuliza, Odinaka unataka nini? Nimeblock namba yako, ukaamua kuja kazini kwangu na leo umeamua kuja mpaka nyumbani kwangu. Mchizi akamwambia, najua nilikuwa mbaya sana kwako. Sikufanya vizuri hata kidogo. Nilikutelekeza ndio, lakini yote yale yalikuwa ya kipindi cha nyuma. Naomba unisamehe sana. Unaomba msamaha? Odinaka, unaomba msamaha? Ulikuwa na hiyo nafasi ya kuomba msamaha miaka 6 iliyopita, lakini ukutaka, eti leo ndo unakuja unaomba msamaha, si ndio? Mchizi akasema, sahau hayo ya nyuma bana, tusameheane tuishi kwa amani. Chinelo pia anadai alipata ujauzito wa Odinaka, akamforce akaufyatue. Baada ya hapo akamkimbia na hakuwahi tena kumuona kwenye maisha yake. Alafu leo anaomba samahani. Samahani kwa yote Chinelo, najua nilikosea, lakini naomba unisamehe. Chinelo akaona huyu anielewi, akaingia kwenye gari akapiga simu kwa bodyguard wake. Chali, kusanya watu wako wote mje hapa. Yule jamaa mwizi niliyekwambia nipo naye hapa. Ndo unafanya nini sasa? Chali kutoka wapi? Nimekuja tuongee kwa amani, unaanza kunitia Chali na watu wake. Akawasha gari yake, akakimbia eneo la tukio kutaka ugomvi. Huyu Chinelo kagoma kabisa kumsamehe mchizi tangu siku ya kwanza kwenye simu. Akarudi nyumbani mnyonge kinoma, anapiga vitu vikali pale kuunguza figo zake. Hugo akamwambia, leo nimemwona Chidera. Chidera? Ndo nani tena? Hugo akamkumbusha pale. Okay, nimemkumbuka. Huyo kama umemkumbuka. Sasa nimepata address yake. Ni lazima tuende nyumbani kwake ukamwombe msamaha. Mida hivi akapiga simu kwa Amaka, yule mwanamke ambaye alihisi labda amekuja na bouncer. Akamwambia, nataka tukutane, lakini raundi hii usije na mtu. Tukutane kwa lipi? Tuongee mazungumzo ya amani tu. Amaka akamwambia, unataka iwe kama ile siku nimekuja na kusubiri mgawani cha ajabu uonekani. Lakini shida ilikuwa wewe Amaka. Mimi nilikuita kwa amani tu, wewe ukanijia na mabouncer. Kwa hiyo mimi nikaamua kukimbia. Amaka kwanza akamcheka kishenzi. Akasema yule hakuwa bouncer, yule ni mume wake. Alimsindikiza tu kwa sababu gari yake ilipata hitilafu. Kwa hiyo unamaanisha umeolewa? Tukutane basi leo usiku tuongee. Amaka akamjibu sawa, lakini wakutane kwenye ile sehemu ya mwanzo.
Mida walopanga wakutane kweli ikafika na wakakutana kama walivyokuwa wamepanga. Amaka anasimulia tu kwamba aliteseka sana kipindi alipomwacha, maana alidisapia tu kama upepo, hakujua ameondoka muda gani wala hakutoa taarifa za kuondoka. Hivyo anataka kujua kama kuna sehemu alikosea vile, maana soko kuondoka huko ghafla. Ukweli ni kwamba hukunikosea popote pale. Kwa nini sasa ulikimbia? Akasema kiukweli ujana ulimsumbua, lakini kwa sasa hivi amekuwa na anaomba asamehewe sana kwa makosa yake yale. Odinaka, unajua ni kwa nini bado nilipokea simu yako hata baada ya wewe kunikimbia? Ni kwa sababu mimi nimebadilika sasa hivi na nimepata amani. Kuanzia hapa nimekusamehe, at least nimejua sikuwa na makosa, na imani pia utakuwa umepata amani. Leo tena Odinaka akapata msamaha wa pili na mambo yameenda clear kabisa. Ugo leo akamleta kwa Chidera, yule mwanamke alimwambia wakati uliopita. Anaishi humu? Ndiyo, anaishi humo ndani. Kwa hiyo na wewe unaniruhusu kabisa niingie humo ndani? Usiniambie unaogopa. Uone watu wanaingia na kutoka humo. Hakuna mtekaji bana. Nenda ndani na uwe na amani kabisa. Kweli bana, akashuka gari kusogea eneo la tukio pale. Lakini anauoga kinoma, maana sehemu yenyewe ni kama pametelekezwa vile, lakini ni makazi ya watu kabisa. Kuingia tu akapokelewa na huyo Chidera mwenyewe. Akamuuliza nini kimekuleta hapa Odinaka? Jamaa akasema kuna mambo kidogo. Chidera akadakia kwamba kama una cha muhimu cha kuongea na mimi, naomba uondoke. Sitaki vurugu. Hata hivyo ni idea nzuri, bora niondoke tu. Akatinga miwani yake pale, akasepa. Sijui kwa nini kwa huyo mwanamke hajabembeleza kabisa. Kaondoka tu kibabe. Unamkumbuka Ezini, lile zigo lililomsamehe mara ya kwanza? Kumbe walikuja kusameheana hadi moyo bana, na wameamua kurudiana. Jamaa akashindwa kabisa kuvumilia kuona zigo linapenyeza tu, hivyo akaona irudie mali moja kwa moja. Hugo akaingia pale sitting room, akawakuta kwenye tukio pale. Kwanza akashangaa, huyu si juzi tu wameombana msamaha, leo wamesharudiana. Wakasalimiana pale, akamsalimia na huyo shemeji, kisha akamwambia anataka waongee nje kidogo, kuna jambo la muhimu sana anatakiwa kujua. Wakatoka nje kidogo pale. Akamuuliza mzee, iki nini? Unapotea mwanangu? Sijaelewa. Nini kwani umeona? Huoni tunaangalia movie na hakuna lolote linaloendelea? Unatarajia ni kuamini? Unatarajia niamini mnaangalia movie? Odinaka, ninayekujua haiwezi kuwa ni movie tu. Lazima mkimaliza movie mwanzishe na movie yenu. Mbona unasahau uliambiwa na pasta wewe? Mpango ni kuomba wakusamehe na sio kurudiana. Hugo akaona basi sawa tu, ila akamsisitiza asisahau pasta alomwambia, asije kuja kujutia baadaye. Huko nyumbani yupo Chidera, maisha yake ni magumu sana, si mazuri hata kidogo. Ana mtoto wake mmoja huyu ambaye baba yake tutamjua taratibu. Wewe tuendelee mbele tu. Akawa anajiwazia tu ya maisha mpaka lini? Maisha ya aheri ya jana. Je, ataisha lini na yeye aweze kumhudumia mtoto wake kwa kila kitu kizuri? Upande wa Odinaka akapokea simu, na simu alipokea kwenye biashara yake kumevunjwa na baadhi ya bidhaa zimeibiwa, tena bidhaa za gharama ndefu kinoma. Akasema nakuja. Akatoka nje mbio kuwahi huko kwenye biashara zake, mpaka mdogo mtu akashangaa, huyu brother leo vipi? Baadaye amekaa ana hamu mzee, kapigwa bonge la hasara. Hugo akamuuliza tu imekuwaje umeibiwa? Mbona kuna walinzi pale? Anasema ajui tu alikuwa wapi usiku huo, lakini pia amejaribu kuangalia CCTV, zote zimeharibiwa. Yaani kwa kifupi hakuna ushahidi. Sasa hizi ni ishara kwamba alosema pasta ni ya kweli, na hivi karibuni hayo mapinduzi mabaya yanakaribia kabisa kutimia. Ezini akawa akimpigia simu mchizi anaikata pale, hana hamu kabisa ya kuongea. Alitenga siku kadhaa, yupo ndani peke yake, inaonekana ni mtu mwenye mawazo kinoma. Wameiba bidhaa za gharama kubwa sana. Ezini akipiga simu mchizi anaikata, hataki kabisa usumbufu katika kipindi hichi kigumu anachopitia. Baada ya muda kidogo, Ezini akaamua kuja nyumbani kabisa. Akanyoosha moja kwa moja mpaka chumbani kwa Odinaka. Akamuuliza, kwa nini upokee simu zangu toka jana? Hujui tu yalonikuta Ezini, hujui kabisa. Ezini akamwambia mimi sijali umepatwa na nini, wala sijali una mawazo kiasi gani. Ila akamwambia tu akumbuke kwamba katika hayo mawazo yake pia Ezini ni mjamzito. Umesemaje? Umesikia vizuri nilosema. Kwa hiyo katika mawazo yako usitusahau kabisa. Kumbuka tu ni baba mtarajiwa. Yaani majanga after majanga. Hakuwa tayari kabisa kuitwa baba kwa wakati huo. Kama kawaida akaja kuomba ushauri kwa Hugo. Hugo akamwambia lakini nilikwambia wewe. Nilikwambia uso muda wa kurudia matapishi mzee. Na kama ni kurudia basi ungetafuta mtu ambaye kidogo anafaa kurudiwa. Lakini umemrudia Ezini. Kweli? Hata hivyo nakupa pole sana. Na uliniambia unatafuta mke. Uone kama ndio muda sahihi kwako kuvuta jiko ndani? Akasema hapana. Mimi nikaoane na Ezini. Mwanamke asiyejua hata kupika, siwezi kabisa kufanya huo upuuzi. Yeye anachojua ni tap the screen. Muda wote yupo live tu kwenye TikTok. Ifeoma akaja pale akamwambia tuna mgeni. Mgeni? Mgeni gani tena? Pasta Emmanuel. Akafika mpaka kwa pasta, akaanza kumwambia mzee, ni kwa sasa hivi sielewi kabisa maisha yangu. Yaani kila kitu kinakwenda mrama, sielewi yanakwenda wapi. Odinaka, jana nilikuwa na maombi ya muda mrefu sana kuhusu wewe. Na katika maombi yangu nikapata maono mapya, maono ambayo si mazuri kiujumla. Pasta, umesema umeona maono mabaya juu yangu tena?
kila siku ni mabaya tu, hakuna zuri hata siku moja. Pasta akamwambia kwamba mbali na hawa wanawake wote aliowakosea, kuna mmoja ni yatima yake, na yeye ndo moyo wake unavuja damu kuliko wote, ni lazima amtafute ili aweze kutibu majeraha ya huyo mwanamke. Haya bana, ile siku ikapita. Leo akarudi kwa Chidera akawa mpole kinoma. Akamuuliza, mbona leo hujaja na huyo ndugu yako? Kwa nini? Unampenda au vipi? Kwa sababu unaonekana hauna amani. Sasa hivi umekaa kama unaogopa vile. Unaongea nini wewe? Kwa hiyo nimekosea kuja hapa Sikia, nimekuja tuongee tu kiamani. Tuongee kuhusu sisi yani. Kuongea. Nashangaa sana leo umekuja mpole. Kila siku unakujaga hapa na kupiga kelele tu. Chidera, unapenda matatizo. Nataka tuanze upya. Tuwe na amani sasa hivi. Hatujajua waliongea nini zaidi, lakini leo kamuita tena Ezini. Ezini, nataka tuongee kuhusu mambo yanayotukabili sasa hivi. Mambo kidogo ambayo umeyabeba. Akamjibu, usisahau kuwa umepachika nini hapa. Sawa, lakini wewe ndio umebeba. Nataka tuyavunje mahusiano. Ukishayavunja hayo mahusiano, nani atalea? Nani atalea kaka katoto miezi 9? Ningekuwa na uwezo ningekusaidia miezi 6, alafu hiyo miezi 4 umalizie peke yako. Lakini haiwezekani. Nachojaribu kusema tufanye mpango hiyo kitu ikutoke bana. Ukafyatue tu huko. Ezini akamwambia hilo halina shaka, lakini pia atahitaji kitu kidogo kutoka kwake. Niambie basi unataka nini? Au unataka nifanye nini? Unajua sipo tayari kuwa baba sasa hivi. Mimi sijawa tayari kulea sasa hivi. Akamuuliza, kwa hiyo wakati unafanya ulikuwa hujui? Ukujua kabisa kama upo tayari kuwa baba. Ukajienjoy tu mwenyewe ukaona labda hakutakuwa na matokeo. Matokeo ndo haya. Kisha Ezini akaondoka pale. Chinelo alikuja kupoa bana. Baada ya Udinaka kumuomba sana, akaona tu amsamehe. Akamwambia, nimekusamehe kwa yale yote, lakini sitaki ukaribu na wewe. Maana najua tukishakuwa karibu hivi karibuni utaanza tena kunitaka. Mchizi akamwambia hapana, yeye alichokuwa anataka ni msamaha tu, ili kuwe na amani kati yao. Maisha mengine yaendelee. Huku kwa Chidera hali ya mtoto wake ni mbaya, na kadiri siku zinavyokwenda hali yake inazidi kuwa mbaya kinoma. Yaani kwa kifupi ni mgonjwa na hana hela ya kumpeleka hospitali. Akawa anapiga simu kwa ndugu jamaa na marafiki zake anaowajua, lakini kote hazipokelewi. Wameshachoka kusikia matatizo yake ya kila siku. Asubuhi ya leo huko kwa Mchizi kamuita Ezini. Akamwambia aongee basi alichotaka kusema wakati uliopita, ili kusudi tu akafyatue huo ujauzito. Akamwambia nilipe kitu ambacho kitanitunza mimi kwa miezi kadhaa na kitanipa faraja kidogo. Akamwambia sema sasa unataka nini? Nataka naira milioni 10. Naira milioni 10. Ndio, au kama sivyo upange mipango ya ndoa tu sasa hivi. Maana siwezi kabisa kuwa singomaza. Lazima upange mipango ya harusi. Akamwambia kazi kwako. Mipango ya ndoa au nipe naira milioni 10 nipange biashara zangu. Na akampa onyo kwamba kama asipotuma hiyo hela leo, basi hatakubali tena kufyatua huu ujauzito. Itakuwa ni jukumu lake kuulea na atafunga ndoa ya lazima ambayo hakuitaka yani. Kisha Ezini akaondoka pale. Simu yake ikaita, namba ngeni. Akaipokea, akashtuka kidogo kwa aliyoyasikia kwenye simu. Kisha akasema ninakuja ulipo. Kumbe ilikuwa ni Chidera bana. Na akamwambia nashukuru sana umekuja, lakini pia nashukuru kwa msaada wako leo tusaidia kidogo mimi na kijana wangu. Odinaka akamwambia naona hapa sio sehemu sahihi kwenu. Njoo mkae nyumbani kwangu, wewe na kijana wako. Yupo ndugu yangu anakaaga kinyonge sana pale nyumbani. Hakutakuwa na ubaya kama mkawa kampani yake. Chidera alitaka kugoma ila Odinaka akamforce sana kwamba hakuna tatizo na ajisikie huru na ajihisi kuwa nyumbani akiwa nyumbani kwake. Ile ametoka tu nje hata hajapanda gari, simu ya Ezini ikapigwa pale. Akamuuliza muda gani utatuma hiyo naira milioni 10. Mchizi akamwambia natuma sasa hivi bana. Mbona tunapigana kelele? Baada ya pale akafanya muamala kuingia kwenye akaunti ya Ezini. Baada ya kutuma hela kwa Ezini, akampigia akamuuliza mbona sijaona meseji? Sijaona meseji ya muamala wowote ule. Akamjibu tayari bana, angalia risiti nimekutumia kwa njia ya WhatsApp. Ni kweli risiti imefika, ila hela bado hazijafika, ndo zinachakatwa na mtandao. Baada ya Ezini kujiridhisha na risiti, akamwambia Udinaka wewe ni mjinga sana. Ukaamini kabisa yale yote nilokuambia. Ukaamini eti nimebeba kitu tumboni. Ezini, unamaanisha nini tena? Akamwambia kukuwa na mimba wala nini. Ilikuwa ni mipango tu ili aweze kumlipa. Na amechukua hiyo naira milioni 10 kama kulipa kisasi kwa aliyomfanyia kipindi cha nyuma. Akahisi kabisa atamsamehe rahisi. Haikuwa hivyo kabisa. Alimrudia ili aweze kupata alichokitaka. Na kafanikiwa kukipata. Hivyo wamechezeana wote kwa pamoja. Hakuna aliyemchezea mwenzake. Kwa hiyo Chidera tumia, ni bora ukarudisha pesa zangu wewe shetani. Rudisha hela zangu au nikufanye kitu kibaya. Ezini akamcheka kinoma. Ulishaona wapi hela zinarudi wewe? Ni sawa, si unataka kucheza ile game na mimi? Sawa. Kwa hiyo kumbe hujabeba mimba yoyote ile wala huna ujauzito. Nisubiri tutacheza tu ile game. Simu ikakatwa pale. Pesa ndo zishaenda hivyo na hakuna mimba yoyote alikuwa nayo Ezini. Kafika nyumbani kajilalia tu ana hamu hata kidogo. Anawaza tu mbona maisha yake yamekuwa yakienda mrama sasa hivi. Kila kitu kinakwenda ndivyo sivyo. Na kaingia cha kike mbele ya Ezini. Akiwa pale kuna ujumbe kaingia kwenye simu yake pale. Kusoma ujumbe unasema, tunasikitika kukujulisha ya kwamba ombi lako la kuhamisha kiasi cha naira milioni 10 kwa Bi Ezini limekataliwa kutokana na itilafu kidogo za teknolojia. Tafadhali jaribu tena baadaye. Unajua kwanza kuamini ndoto au kweli? Akarudia tena kusoma ujumbe. Ni yale yale. Akacheka kwanza kicheko cha kitajiri pale. Inatosha baba, wabariki na wengine, kwangu inatosha baba. Akavua ile meseji kwa Ezini pale ajionee mwenyewe kwanza. Kisha akampigia simu. Vipi mama, umeiona hiyo?
Zini akamwambia hujatosheka tu nimeshachukua naira milioni 10. Unanipigia simu ya nini tena? Sija kupigia kukuomba unirudishie hela zangu bana. Angalia WhatsApp hapo. Kuna ka ujumbe kidogo nimekutumia. Kuna ka kitu hivi. Kuangalia ujumbe bado hakuelewa. Hii ina maana gani? Maana yake ni kwamba mbingu mpaka ardhi hazikutaki kabisa. Yaani hupendu kabisa. My money zote zimerudi kwenye akaunti yangu. Si ndio kuhakikisha tena kucheki kweli hakuna hela kwenye akaunti yake. Odinaka tuma hizo hela sasa hivi. Ni haki yangu. Akamuuliza hela zipi? Akaikata simu pale pumbavu. Siku chache baadaye Chidera alikuja kweli kuishi hapo nyumbani kama mchizi alivyomuomba. Wakaanza kuishi kwa pamoja pale, na Chidera ni mchapakazi kweli, sio mnyonge hata kidogo. Kila kitu anafanya, hakuwa mvivu kabisa kwenye suala la kazi. Alafu hii ndo aina ya mwanamke kabisa Odinaka alikuwa anamtaka. Maana kazunguka kweli kutafuta mke. Anahisi kabisa huyo atakuwa ni mwanamke sahihi kwake. Leo akaamua kumwomba msamaha Chidera na akamwambia msamehe kwa yale yote yaliyotokea wakati uliopita. Waanze maisha mapya kwa amani. Chidera akawa analalamika alidanganywa kwa kila kitu. Na baada ya mchizi kumtia mimba, akaamwaga kukimbia kabisa na kudisapia. Mimba? Subiri nini? Nilifukuzwa kwetu kwa ajili yako wewe. Alafu leo eti sorry. Kirahisi tu hivyo. Una maana yule mtoto ni mtoto wangu? Chidera akamkata tu jicho. Huyu jamaa staili yake ya kuacha ilikuwa ni anadisapia tu. Sio kwamba ni ugomvi wala nini. Anaondoka kimya kimya. Na kujua kabisa kama alimwachaga Chidera akiwa na ujauzito. Hii ina maana yule kijana wa kiume ni mtoto wake. Kumbe ana mtoto. Akawa anakaangalia tu kwa mbali. Kwa hiyo mimi ndo muhusika wa huyu. Baada ya kuyajua yale, aligundua kweli amekosea. Akaanza kujishusha tena. Kila siku akawa anatafuta nafasi ya kuongea na Chidera, lakini Chidera akawa anamkataa tu. Leo akapata nafasi na akawa anaendelea kuomba msamaha wake pale. Anasema anatamani waendelee kuishi hapo nyumbani milele. Yeye na mtoto wake wasije wakaondoka tena kwenye maisha yake. Akamuuliza kivipi? Na unataka nini kwangu? Mchizi akamwambia unataka kujua ninachokitaka? Mchizi akashuka kwanza magoti pale, kisha akatoa pete. Anataka awe baba wa kudumu kwa mwanae. Chidera akaamini ese. Bado chembechembe za kumpenda zilikuwepo pia. Na pia akasema anataka waanze maisha mapya, yeye na mtoto wao mdogo. Hakujua kwa kipindi chote hicho nini kinamuinda, kumbe damu yake ndio ilikuwa inamuinda. Na unabii wa pasta umetimia bana. Kapitia mengi kweli, na kama hajajifunza kupitia hayo, basi atakuwa ni mmoja wa watu wenye vichwa vibovu sana. Leo akaitisha kikao na akatangaza ndoa, yeye na Chidera wataoana siku so nyingi. Na Odinaka anadai ya kwamba sasa hivi amekuwa na anayeona maisha kwa sura nyingine kabisa. Yeye ni mtu aliyekuwa na ni mtu mzima kiakili na kimwili pia. Basi wakagonga cheers pale. Amani imerudi tena na yale mapinduzi yamekwisha kabisa. Tambua ya kwamba unaweza kuhukumiwa kwa makosa yako ambayo ulishawahi kuyafanya kipindi cha nyuma sana na ukayasahau kama ulishawahi kuyafanya. Ukapewa adhabu na mwisho ukabaki unajilaumu. Hivyo basi zingatia sana unayotenda kipindi cha sasa hivi, yani wakati huu. Na hapo ndo unakuwa mwisho muhimu vinaitwa Unusual Prophecy. Ukitaka kuitizama full, link nimekuwekea chini kwenye description hapo. Niandikie maoni yako, umeonaje hii kazi? Subscribe, like, share kisha gusa alama ya kengele. Na mimi naitwa Claim Swahili.